Yesu asifiwe. Na tukasema favor is the way to the top. Tukasoma Psalm 91 7-11 ambayo ilikuwa inasema God gives you angels to guide you, protect you because you are gracious to him. Tukasoma Genesis 6:5-8 ambayo ilikuwa inatuambia kuhusu Noah, ambayo ilituambia Noah got favor from God, he did not perish because he was gracious, his family was saved. Bwana Yesu asifiwe. Pia tukasoma Genesis 41 verse 40-42 ilikuwa inaongea kuhusu Joseph had favor, akakuwa vice president katika kule Misri. Pia tukaona Daniel alikuwa na favor, aliwekwa katika tundu la simba na hawakuweza kumwangamiza. Bwana Yesu asifiwe. Pia tukaona kuhusu Ruth in Ruth chapter 2 verse 10-13 tukaona ya kwamba Ruth alipata kibali akaweza kuolewa na Boaz, mtu ambaye alikuwa tajiri kule, baada ya kuonesha kindness to her mother-in-law Naomi. Bwana Yesu asifiwe. Pia tukaona Esther 5 verse 1-3 tukaona Esther had favor from the king to receive even half of his kingdom. Praise God. Pia tukaona in Luke 2:52 also Jesus had favor. By inasema Jesus increased in wisdom and stature and in favor with God and man. Bwana Yesu asifiwe. Hapo tukaona Mungu anataka sisi tumjie Jesus. Na shukuru sana kwa sababu hii ujumbe imehubiriwa, imeguzwa. Brother Emmanuel asubuhi mtoto ameguza hata hiyo 52. So najua uwezo wa Roho Mtakatifu hapo pamoja nasi, na anajua hii ujumbe itakuwa ya baraka kwetu, sababu tuna Acts 2:47 kasoma saa hii ilikuwa inasema number 1 hizo 5 keys, tukasema praise God will give you favor. Bwana Yesu asifiwe. So tukasema praise Mungu, praising God and having favor with all people, na ni kitu inaweza kufanya tuwe na favor na Mungu. Nasema ni vizuri upendo unakuja asubuhi, unajipeleka mbele za Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Unajua tulienda maombi vizuri kumpraise Mungu, ndio Mungu naye atakuwa kupea favor wakati wote. Bwana namba 2, when you accept a difficult assignment, you move in his favor. Nasoma Luke 1:26-38. Tukaona vile Mungu huwa anatupea favor. Hapo ndio tuliona Mary, the mother of Jesus, tukanasema she was highly favored, alichaguliwa kwa wengi. Sio ni favor, na ikakuwa ni yeye atabeba Bwana Yesu ambaye ni Mungu wetu. Hiyo ilikuwa ni favor kubwa. Number 3, tukaona when you increase in wisdom, you increase in favor with God. Ndio hapo tena tukasoma Luke 2:52 ya kwamba ukikuwa na wisdom, Mungu atakupea favor yake. Tukajiuliza, how do you get this wisdom? Nasoma James 1:5. Inasema if any of you lack wisdom, let him ask of God, who gives to all liberally and without reproach. And if you want to walk in supernatural favor, get wisdom. Tukaongea mfano tukasema kama handed. Bwana Yesu asifiwe. Namba 4 tukasema the irresistible charm will flow through you to other people. Bwana Yesu asifiwe. Tukaona example ilikuwa Genesis 39, habari ya Joseph wakati alienda kule Misri akawekwa korokoroni, alipata kibali hata akiwa kule ndani ya korokoro na akaweza kutoka. Bwana Yesu asifiwe. Tukasema katika hii maisha si lazima ujikute korokoro, but kuna mambo ambayo inatusukuma katika hii life. Mambo tuseme financially, sicknesses, mambo magumu ambayo mnajua inatusukuma. Na so ukienda vizuri na Mungu utapata hiyo kibali na hakika utapata hiyo favor. Favor ndio kibali kwa Kiswahili. Pia tukasoma Exodus 12:36. Tukaona Mungu wakati alipea Daudi. Tukasoma 1 Corinthians 16:23. Tukasema usitoke nyumbani kabla haujaisha favor. Hapo tukaongea nakumbuka huo wakati mambo ya kuomba, kwa watu wa kujiombea. Kama wewe ni mzee, naomba asubuhi na jamii yako subtopic
tujiulize, what is God's favor? Bwana Yesu asifiwe. Ukirudi pale kwa kishana, hiyo ndio ujumbe wa